Jioni ile ya New York ilikuwa mwanzo tu. Baada ya mazungumzo matamu na vinywaji baridi, Laila na David wakiwa wameshikana mikono, walielekea kwenye mgahawa mmoja maridadi. Taa za mshumaa ziliangaza kwenye meza yao, zikiongeza mguso wa mapenzi kwenye anga. Walifurahia chakula kitamu, wakibadilishana hadithi za siku zao na ndoto zao za baadaye. Kila kicheko, kila kugusana mkono kilizidi kuimarisha uhusiano wao, wakisahau kabisa ulimwengu uliowazunguka. Baada ya chakula cha jioni, waliamua kutembea tembea. Jiji lilikuwa limepoa na nyota zilianza kutokea angani, zikiongeza uzuri wa usiku. Walishikana mikono, wakitembea bila mwelekeo maalum, wakifurahia utulivu wa jioni na uwepo wa kila mmoja wao. David alisimama, akamgeukia Laila na kisha akamkumbatia kwa upole, wakitazama anga lililojaa nyota. Ilikuwa kana kwamba ulimwengu wote ulikuwa wao na kila taa ya jiji ilikuwa ikishuhudia upendo wao. Siku zilisonga na mapenzi yao yakazidi kukua. Kulikuwa na nyakati za utulivu, kama vile Laila alipokaa peke yake kwenye benchi bustanini, akitazama machweo ya jua, akitafakari jinsi maisha yake yalivyobadilika tangu David alipoingia. Alihisi shukrani na furaha isiyo na kifani kwa baraka alizopata. Walishiriki matukio mengi ya furaha na marafiki zao. Walisherehekea siku za kuzaliwa, keki ikiwa katikati ya meza, taa ziking'aa na vicheko vikijaza hewa. Kila tukio lilikuwa fursa ya kuonesha upendo wao kwa kila mmoja na kwa wale waliowazunguka, wakijenga kumbukumbu za kudumu. Walifanya safari za kimapenzi, wakikimbilia fukwe za jua ambapo wangeweza kukaa chini, wakikumbatiana, wakitazama jua likizama baharini. Mawimbi yalicheza miguuni mwao na kila machweo lilikuwa ahadi ya kesho mpya iliyojaa upendo wao usio na mipaka. Na hatimaye walipata faraja katika makazi yao. Jioni za baridi walikaa karibu na mahali pa moto, wakisoma vitabu pamoja, wakibadilishana mawazo na ndoto. Laila aliegemea bega la David, akihisi joto la moto na joto la upendo wao. Walikuwa wamepata nyumbani kwao, sio tu katika kuta nne, bali katika uwepo wa kila mmoja wao. Huu ulikuwa upendo uliokomaa, uliokita mizizi na uliodumu, ukiendelea kuandika sura mpya kila siku.